Hivi kati ya urafiki wa wanaume au wakaka na urafiki wa wanawake au wadada, upi unakuwaga ni urafiki wa kweli? Upi ni urafiki wa shida na raha wenye mapenzi ya kweli? Mimi naitwa Ivan 17, the king of challenges contents. Nipo na Talent the killer, ile chafu zile kuchafua. Bwana, na mshindi katika challenge hii ataibuka na kitita cha shilingi 50,000 kama zawadi. Hii hatutani, tupo serious. Mshindi ataibuka na kitita cha 50,000 kama zawadi. Tupo Dar es Salaam Tumaini University Datu. Na leo tupo na kaka Tony au Anton. Lakini pia tupo na dada Victoria au Vicky. Tuone nani atakuwa mshindi wa challenge yetu. Utakufa, utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Kati ya urafiki wa wanaume au wakaka na urafiki wa wanawake au wadada, upi unakuwa ni urafiki wa kweli kwa upande wako wewe? Urafiki mzuri ni urafiki wa wanaume. Kwa sababu kuna ishu mtokea mwanangu wa kike nikamwambia kwa wanawake wapendane. Ila sisi wanaume tunasapotiana kwenye kila kitu. Na tunapendana. Je, wewe una rafiki wa kiume ambaye unamwamini katika shida na raha? Mimi ni naye kwenye shida na raha anisaidia, nikipata vipengele anisaidia, ushauri, kila kitu anisaidia. Unaamini huyo rafiki yako sio mnafiki kwako? Sio mnafiki, na muamini 100%, hajaye kuniangusha. Kabisa. Talent baba. Dada, na wewe kwa upande wako unaamini kati ya urafiki wa kiume na urafiki wa kike, upi urafiki mzuri? Mimi moja kwa moja hapo labda niseme ni rafiki wa kike. Kwa sababu mimi na best friend wangu huyo toka tukiwa watoto tunafanya vitu vingi sana, na nisaidia, namwambia vitu vyangu vingi na yeye ananiambia, kwa tunashirikiana kwa namna hiyo. Okay. Kwa hiyo unamwamini best friend yako kwamba wewe ndo rafiki yake pekee. Yaani kwamba wewe ni best friend yake, ukiwa na shida na kusaidia, hata ukikwama muda gani, hata saa 8 za usiku anaweza akakusaidia. Yes, kwa sababu kuna vitu vinatokea kwenye maisha sisi kama binadamu, changamoto zipo, na kuna vitu aga namwambia, aga namshirikisha na anasaidia pia. Je, best friend yako ni best friend yako au naye ana best friend yake? Mimi naamini ni best friend wangu. Japokuwa naweza kuwa na marafiki wengine, lakini ni tofauti na mimi ambavyo anani position hivyo. BFF. Yes, BFF wangu. Sawa, kwa upande wetu rafiki yako pia unaamini ndio rafiki yako au naye ana rafiki yake wa kweli? Kwa upande wangu mimi naamini rafiki yangu, kwa sababu ni rafiki yangu, nimekutana naye chuo, tumefanya mambo mengi mpaka nimefika hapa. Nimekutana naye hapa chuo? Nimekutana naye hapa chuo. Ambapo rafiki wenu una muda gani? Tuna kama miaka 3. Dada, urafiki wenu nyinyi una muda gani? Toka tukiwa watoto, tuseme watoto. Yes. Wewe mlikuwa mnaishi mtaa mmoja ama mmejuana shule ama ilikuwaje mpaka ukajuana na rafiki? Mtaa mmoja kabisa, hivyo tunacheza wote tukiwa watoto. Sawa. Mimi na swali moja. Yaani ni ipi nafasi ya rafiki katika maisha yako? Mimi rafiki ana nafasi kubwa kwenye maisha yangu, kwa sababu mara nyingi huwa nakutana na changamoto tofauti, na mtu wangu wa kwanza kumkimbilia ukiacha wazazi wangu ni yeye, na huwa ananisaidia kwa sababu ni kitu ambacho tushakubaliana tutasaidiana kwenye shida na raha. Dada, ni ipi nafasi ya rafiki katika maisha yako? Rafiki yangu kiukweli ni ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu, kwa sababu changamoto zangu zinazonitokea namshirikisha, kwa ana play part kubwa sana kwenye maisha yangu. Tofauti na wazazi wangu ambavyo muda mwingi sikai nao, kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye ana play part kubwa kuliko mtu mwingine kwenye maisha yangu. Okay, kwa wazazi ukai nao sana zaidi ya rafiki yako? Yes, muda mwingi nipo na rafiki yangu sana, hata nikitoka chuo nikienda huko nyumbani nakaa naye muda mwingi, yani kuliko hata wazazi wangu. Wazazi wapo na wewe nyumba moja ama? Hapana, tukai wote. Wazazi wanaishi wapi? Labda na wewe unaishi wapi? Wazazi wangu mimi wanakaa Arusha. Ila mimi muda mwingi nipo Dar kwa sababu ya masomo. Kwa hiyo ndo muda mwingi huwa nakuwa na rafiki yangu huyo, tumepanga. Amepanga wote wewe na yeye? Yes. Sawa, kwa upande wako Tony, rafiki yako unakuwa naye muda wote au harakati zinawabana mnakutana mara chache? Tunakutana mara chache, ila kwenye shida tunasaidiana. Wewe mtu ambaye mnakutana mara chache, unaamini kweli atakuwa rafiki wa kweli? Ni mwanangu, kwa sababu nishapata vipengele vingi, huwa yeye ndo anavisoma. Mtazamaji, mimi na Oil Chafu tuna challenge kwao, na mshindi ambaye ataipata challenge yetu basi atapata zawadi ya shilingi 50,000 za Kitanzania, lakini pia atapata tiketi ya kwenda kuangalia Datu Awards bure siku ya tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi ambao utatangazwa. Sasa sisi challenge yetu kwenu ni kwamba wewe utampigia rafiki yako. Sijui umeshanielewa. Mimi ndo nitampigia.
Sijui umeelewa? Nikishampigia nitamwambia umepata shida sana. Najua wewe unasoma. Anajua. Nitamwambia umepata shida. Unaamini ataacha shughuli zake atafika hapa au ni mwanafunzi mwenzako? Ni mwanafunzi mwenzangu. Kwa hiyo maana yake inawezekana yupo chuo hapa. Inawezekana yupo chuo hapa. Dada, rafiki yako ni mwanafunzi mwenzako pia? Yes. Lakini yupo chuo? Sijajua kama yupo. Hauna uhakika? Lakini anasoma hapa, lakini sijui kama bado yupo hapa chuo. Basi sawa. Kwa maana msome kozi moja. Tunasoma kozi moja, lakini nahisi ameshatangulia nyumbani au atakuwepo kama. Sikia, mimi naomba tubadilishe challenge. Ndio. Tumpigie rafiki yake na Tony, anaitwa Onesmo. Dada, rafiki yako anaitwa nani? Angel. Sawa, tuwapigie Onesmo na Angel kila mmoja kwa wakati wake. Baada ya hapo tuwaambie, mimi nimwambie kwamba nimwambie Onesmo kwamba bwana Tony amekamatwa na kesi ya wizi hapa chuoni. Lakini pia tumpigie rafiki yake na dada ambaye anaitwa Angel, tumwambie dada amekamatwa na wizi hapa chuoni. Alafu tuone tu wao wata comment vipi. Unaonaje kwa upande wako? Mimi kwa upande wangu niko tayari. Dada, unaonaje kwa upande wako? Ni sawa pia. Ulichafu, unaonaje kwa upande wako? Mimi naona imekaa poa, tuwapigie sasa hivi, tusicheleweshe mambo. Mwendo wa ngiri baba. Sawa. Tunaanza upande upi? Kushoto, kulia? Siku zote kulia ndo upande sahihi zaidi. Kwa hiyo tuanze kwetu. Sawa. Kwenu ni kulia ama kushoto? Kwenu kushoto, kwetu kulia. Kwa hiyo tuanze kulia. Tuanze kulia. Sawa, twende tumpigie na rafiki yake dada hapo, chukua namba tumpigie. Wakati anampigia, nikukumbushe tu mwanafunzi wa Dar es Salaam Tumaini University, tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu wa serikali ya wanafunzi kesho, siku ya tarehe 27 Ijumaa. Chaguo lako sahihi ni Aristides Anton Galaiza. Aristides Anton Galaiza ambaye yeye ndo anatakiwa awe rais wa chuo chetu. Hakikisha kwamba unampa kula ndio ili aweze kutuongoza. Dada anampigia rafiki yake, tunamwambia rafiki yake amekamatwa na kesi ya wizi. Tuone rafiki yake ata comment vipi. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel ya Oil Chafu kwa sababu mambo makubwa yanakuja. Fresh hapo. Bwana dada kaeka namba. Sawa, mpigie. Acha tumpigie. Sawa. Ongea naye, unaongea naye? Ongea naye tu baba. Amekamatwa na wizi. Kwa hiyo namuuliza historia yake na vitu kama anaweza kutoa msaada. Yes, hello. Samahani, naongea na Angel. Angel, unamjua Trix? Nani? Trix. Sasa mimi ni afisa usalama hapa chuoni. Tumemkamata Trix na kesi ya wizi, ameiba simu ya mwanafunzi mwenzie. Na katika kuzungumza naye akasema wewe ndo rafiki yake wa karibu, na wewe rafiki wa karibu unaweza ukawa unajua kila kitu kutoka kwake. Yeye amesema kwamba hajaiba. Rafiki yake. Sorry, naongea na Angel, si ndio? Ndio, sasa sio mimi. I wonder. Sikiliza. Trix sasa hivi yupo kwenye matatizo na anahitaji msaada kutoka kwako kwa sababu yeye anataka wewe uthibitishe kwamba yani tabia zake zipoje. Mwizi tu, mimi chochote kusie. Hapa na watoto karibu, kwa mwapigia watu sio mimi. Kaka anasemaje? Anasema hiyo sura. God have mercy Sio rafiki yake. Asikilize Angel. Yaani yeye kasema wewe ndo mtu wake wa karibu kwa sababu haiwezekani. Kwani si unakaa naye nyumba moja? Sasa hayo mambo mengine siyafahamu. Ningemuuliza mwenyewe. Kama ni mwizi. Ndio nampa afande. Basi sikiliza Angel, nampa afande hapa. Ongea naye. Sijui. Halo? Unaongea na afisa usalama msaidizi hapa. Kutuambia kwamba umjui wakati yeye amethibitisha kwamba ni rafiki yake ni kutusumbua. Mwambie hapo evidence. Mimi sijui chochote kuhusu yeye. Sawa, nachotaka kujua kutoka kwako, hizi tabia za wizi anazo au ni kweli anasingiziwa? Ni mwizi kama tu God have mercy upon us. mwizi tu yani. Sawa, je, umeshawahi kumuona na hizo tabia au kukamatwa na hizo tabia? Hapana, tunamsikia tu anaiba kwa wake kwa watu. Oeni. Kwa sasa hivi uko wapi? Sasa mimi niko sehemu. Yeye ametuambia upo nyumbani. Je, upo nyumbani? Ukituambia upo sehemu hizo ni dharau. Ila afisa sijui. Mimi sijui chochote kuhusu yule dada. Ana rafiki zake na watu wake
Mimi nachojua kwamba wewe Basi Ndio. usimalize maneno. Bwana, mimi naitwa Ivan17, ni content creator. Na hapa tulikuwa kwenye challenge na rafiki yako ambaye kwenye hiyo challenge angeshinda angepata 50,000. Kwa hiyo usimalize maneno. Huyu hapo ongea naye. Mpe ongea naye kama mike kaka. Hello. Angel, mimi kweli ni wakunifanyia hayo maneno, unanisaliti kabisa best friend wangu. Jamani. Hivi kweli si ni best friend Kaka basi natosha, sitakagombana. Basi dada basi. Sasa nyumbani muongee nini au umemkataa? Basi kaka. Dada usiumie. Usiumie dada. Usiumie. Basi pumzika kwa hapo wakati tunaendelea na brother. Bwana, tumemaliza upande wa dada. Hii inawezekanaje rafiki yako afu na mcomment? Mwenyewe sikasema alikuwa anatania, sijui alikuwa anajua watu wa prank. Alikuwa anatania. Alikuwa hajui chochote. Huyu aliamua tu kumkataa. Tuendelee upande wako au tuwailishe? Maana Tuendelee. Mimi silikwambia wanawake hawapendani. Umeona shughuli. Lakini huyu ni rafiki yake wa utoto, afu wewe mwanao ni rafiki yako umekutana hapa chuo. Ndio, nilikwambia siku yote wanawake hawapendani. Kwenye maendeleo, kwenye kila kitu. Hapa kamkataa. Mpe namba jamaa hapo tumpigie rafiki yako tumalize. Unaamini utashinda hii 50,000? Nashinda 50,000. Mpe namba. Wakati anampigia rafiki yake, nikukumbushe tena mwanafunzi wa Datu kumchagua Alifdes Anton Galaiza kuwa rais wa serikali ya wanafunzi 2025-2026 kwa sababu yeye ndio chaguo letu na anafaa, ambaye ataenda kutimiza kila haja ya hapa chuoni kwetu. Mimi naitwa Ivan17. Inaita. Sawa mjomba. Kaka, unajiamini kweli? Najiamini. Sisi wanaume bwana tuna kitu kimoja. Halo? Tunapendana. Yes, hello. Halo? Habari? Salama, Kwema, naongea na Onesmo. Ndio mimi. Sasa Onesmo, unaongea na afisa usalama wa hiki chuo cha Tumaini Dar es Salaam Datu. Ndio, namfahamu somebody anaitwa Tony. Tony mtu wangu wa karibu sana wewe. Yaani ni mshikaji wangu sana. Tunaishi pamoja. Okay, basi sawa, tupo sehemu sahihi. Kama Tony ni mtu wako wa karibu, basi Tony tumemkamata na makosa ya wizi. Tony tumemkamata na makosa ya wizi. Wizi mwanangu, na wizi tena wapi? Nisikilize basi sijamaliza. Tunakwambia Tony tumemkamata na makosa ya wizi. Na hapa alipo sasa hivi yupo ofisini na akasema wewe ndio mtu ambaye mtu wake wa karibu. Sisi tunataka uthibitisho kutoka kwako kuhusu habari hizi tunazo, ndio kwamba anasingizia au ni mwizi kweli. Huyu ni mwizi, tumemkamata ni mwizi. Wewe uko wapi? Toa thibitisho unaeleweka au wewe unashirikiana naye? Kwa sababu ukitembea na mwizi siku zote na utakuwa mwizi. Kwanza Tony mimi mtu wangu wa karibu. Alafu huyo hivi ni mwizi sio? Ni mwizi sio mwizi? Sio mwizi. Sio mwizi. Wewe unasemaje ni mwizi? Alipa nini bwana? Ameiba simu ya mwanafunzi mwenzie. Mwanangu simu yake gani kabisa mwanangu. Alipa nini? Umesikia? Wewe bana unatuzungusha sisi hatuwezi kufanya haya mambo. Sijui umenielewa? Wewe sikia, wewe toa uthibitisho uliokuwa kweli ulijiepusha. Usifanye mambo ya usela, sijui ushikaji utakuponza. Ndio. Utaenda Segerea, umesikia? Ni mwizi sio mwizi? Sio mwizi. Una uhakika sio mwizi? Sio mwizi mwanangu. Wewe si upo chuo sasa hivi? Hapana, mimi niko Goba. Sasa kama upo Goba, njoo hapa chuo uthibitisho sio mwizi. Kama kweli unajamii. Ila kama ni mwizi, bora useme hapa ni mwizi. Sawa kiongozi, nakuja chapu. Ndugu, ni bora kama ni mwizi uthibitisho, usumbue kaja huku ndo kasema ni mwizi. Au kama hizo tabia anazo. Sio mwizi, mimi nakuja hapo kuja kuthibitisha sio mwizi. Kabisa unakuja? Ndio. Njoo tunakusubiri. Tupo hapa karibu na lift hapa. Sawa kiongozi. Jitahidi ufike kwa wakati. Sawa. Huyu ndo mpenzi wako. Watu wa shoot, watu kama shoot dada amekuja hapa. Mpenzi wako. Bora atime. Sio mpenzi wako. Hapana, Yesu. Sio. Sio mpenzi wake bwana, rafiki yake alikuwa ajui kama rafiki yake yupo kwenye challenge. Ndio mtoto mweupe. Au mwanangu afa kujua kama una kamera. Kwa hiyo jamaa amesema anakuja. Kwaona mimi atafika.
Atafika. Au tumpange tu asifike au tuone kama kweli atafika. Tusubiri afike kwa sababu Tony ameonyesha kwamba anajiamini. Mimi najiamini 100%. Ndio maana nakwambia sisi wanaume tunapendana kwenye shida na raha. Kwa hiyo wanawake wapendane. Mimi nakwambia kila siku. Kwa hiyo tusubiri afike. Tunasubiri afike. Bwana, tumekubaliana tunasubiria rafiki yake tuone kama kweli je atafika, maana jamaa amekataa kata rafiki yake sio mwizi. Waambie kuhusu Aristides Anthony Geraiza. Bwana Mwanadatu, kuna taarifa njema kutoka kwetu sisi kama mimi na mwanangu hapa Ivan 17. Hadi unaishiwa nguvu baba. Unajua ndugu yangu, dada kanisikitisha sana. Huyu dada. Ila ngoja. Taarifa muhimu msikia kama taarifa njema. Wewe kwa mfano ukipigiwa simu sasa hivi mimi nimeiba, kabisa utakuwa upande wa kwamba nimeiba. Sema ukweli, usiete unafiki. Wewe mnafiki sana mtalent. No, mimi sio mnafiki, mimi kiukweli nakufahamu vizuri. Hauwezi kuiba. Yaani wewe ukiwa na shida, uko radhi uombe au ukope, lakini sio kuiba. Nipo radhi uombe au ukope. Unasikia? Mimi nashauri tumpigie mwana rafiki akachoma hela yake asije. Au katika 50 utammegea. Katika 50 si atammegea. Kwa hiyo tumsubiri afike. Sababu Goba pale mpaka hapa nauli shingapi? Hapo cha kufanya wanangu nipende 50. Ngoja afike, ngoja tuone kama atafika. Ngoja ngaje 50 kirahisi hivi Tony. Bana, ikitokea jamaa ameshinda hii challenge atachukua shilingi 50,000 za Kitanzania, lakini atajishindia tiketi ya kwenda Datu Awards 2025. Bado ni mgombea pia. Ndio mimi ni mgombea na bwana naombeni mnipigie kula zenu kwa promo hapa baba. Umenipa ya time. Bwana naombeni mnipigie kula zenu kwa kulike post yangu pale Insta kwenye account yangu na account ya Datu Awards. Pia ukishamaliza kupiga kula, ifollow account ya Datu Awards, weka comment, share. Tukutane kwenye usiku wa tuzo tarehe 5 mwezi wa 7. Bwana tunamsubiri jamaa afike. Sisi tutakuwepo hapa mpaka pale atakapofika. Ndio. Bwana jamaa amepiga huyu hapa. Umefika? Kiongozi ndio nipo getini, nimeingia getini sasa hivi hapa. Getini kwani kichwa kijui si mwanafunzi wa hapa? Mwanafunzi wa hapa. Mwambie aje hapa kwenye lift. Njoo kwenye lift hapa. Sawa sawa. Sawa, chapu basi. Sisi tumepoteza muda mrefu sana kukusubiri wewe, chapu haraka. Kwa kaja mama ndio huyo. Ndio mwanangu. Ametoka Goba kwa ajili yangu mimi. Ndio kuja kukutetea. Wanaume tunapendana. Bwana mwanangu ametoka Goba kuja kumtetea yeye. Baba tunakusubiri wewe. Ndio wewe umetoka Goba? Ndio huyo. Inakwaje? Shwari. Fresh kabisa. Ndio Onesmo. Ndio mimi. Umetoka? Nimetoka Goba mwanangu. Mpaka sasa hivi nimekuja mbio. Unanijua? Nakujua. Basi tulikuwa kwenye yale mambo yetu usiogeza. Sawa. Au mazingira ya nauli kidogo unaona changamoto. Parefu mwanangu, Goba mpaka hapa. Umerequest? Nimerequest mwanangu, maana sinajua tena foleni barabarani huko nini. Sawa, basi mwanangu anaondoka na 50,000 hapa ya ushindi wa hii challenge. Kwa hiyo atakuzingatia, si ndio? Mwanangu usizingatia nauli mwanangu. Tushashinda. Kwa mwanangu jamani, mwanao kabisa. Mimi mwanangu sana huyu. Kiasi kwamba huwezi kumwacha kwenye tatizo. Kwa kweli. Unajua mtu akishakuwa damu yako tayari yani. Sawa, hivi kati ya urafiki wa wanawake au wadada na urafiki wa wanaume wako, upi unakuwa na urafiki wako kwa upande wako wewe? Kwa mimi nizungumzie kwa wanaume kwa sababu wanawake sijakaa nao sana kuwasoma urafiki wao. Mimi nisemee kwa sisi wanaume. Urafiki wetu si wanaume, mimi naona ndo fresh kama hivi. Mimi nimetoka Goba, nimefunga safari, nikaona kwa ajili ya mwanangu. Basi sikia, wewe na mwanao kaa pale, sisi tunafunga kipindi afu nakulipa kwa simu. Haina shida. Fresh. Mchukue na dada msaidie, maana kidogo hali yake imekuwa mbaya baada ya kukataliwa na shoga yake. Bwana mtazamaji, mimi ni Ivan 17, the king of challenges contents. Nipo na mwanangu wa zamani na wa siku zote, Mutalent the killer. Zera kuchafua. Bwana, hii ni YouTube account ya Oil Chafu. Hakikisha kwamba una subscribe ili uzidi kupata madude. Upi urafiki wa kweli kati ya urafiki wa wanaume au wakaka na urafiki wa wanawake au wadada? Drop your comment hapo. Mtaje hata shoga yako au mtaje rafiki yako ambaye alikusaidia kwenye shida. Na shida gani? Twende kwenye uwanja wa comment. Mpaka wakati mwingine. Au sio?